Habari mwanafamilia wa moto wa Chinalulo. Momi, nangu ni Momi. Leo tunazungumzia kuchanja kwa Wamakonde na kuchongoa meno kwa Wamakonde. Wamakonde wanaoishi maeneo ya Msumbiji na hasa mpakani mwa mto Ruvuma na Tanzania walipokimbilia baadaye. Hawa ndio utawakuta na alama hizo za kuchongoa meno lakini na kujichora usoni. Ilikuwaje mpaka wakachongoa meno au wakajichora usoni? Karibu tuendelee. Wamakonde kipindi kile walijichanja usoni kama urembo kwa wavulana na wasichana wa Kimakonde. Urembo ule ulipelekea kuonekana jambo zuri, lakini baadaye walipoingia wakoloni na kuwauza watu wa Msumbiji, watu wa Tanzania, kipindi cha utumwa, biashara ya utumwa, pale kipindi kile Wamakonde waliamua kujichora wengi zaidi, kwa sababu waligundua wakikuta umechanja uso wako una makovu vile, wanaona sio mzuri. Kwa hiyo walikuwa wanaachwa. Watu wakaona ili ubaki kwenye nchi yako, ubaki salama, ni bora kujichora usoni. Kwa hiyo watu waliendelea kujichora usoni kwa utaratibu. Wakagundua kwamba sasa ili tusipoteane, iwe sehemu pia ya alama, wakaamua kuchanja mpaka kwenye miili yao, tumboni na mgongoni. Sasa ili kuonyesha uvumilivu na usilete purukushani, walikuwa na chimbo shimo kubwa, alafu wanakufukia mpaka kiunoni, alafu wanaanza kukuchanja. Lakini staili ile ya kuchanja, kila ukoo ilikuwa na staili yake. Ili mkipoteana baadaye mkikutana katika kukimbia, mnajuana, huyu ni wa ukoo wetu, huyu ni wa ukoo wetu. Kwa hiyo sio rahisi kuoana wana ndugu, na ni lazima kusaidiana katika shida na raha. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kujichora usoni, ambapo kwa sasa hivi watu wanaita tattoo. Waanzilishi wa kuchanja jamani, na kutumia mti fulani maalum. Baada ya kukuchanja, ule mtu anachoma moto, alafu wanapata jivu lake wanakupaka usoni au wanakupaka sehemu ambazo wamekuchora. Pale inakauka haraka kidonda na linatengeneza kovu ambalo lina alama na michoro. Kwa hiyo kukawa na ufundi kabisa wa pekee. Sasa walipofika wale watu wa kuuza binadamu wenzao na vita ile na nini, wakatokea watu wengine wakaamua kuchongoa meno. Meno alichongoa kama msumeno, na lengo la kuchongoa meno ni kuonyesha ukali. Kwa hiyo Makonde walikuwa wakali. Sasa wakifika wale maadui wakiwatazama, wanaona hawa sio watu wazuri, hebu waache huko. Kwa hiyo hata kuwafikiria swala la kuwauza kama biashara ya utumwa na nini ilikuwa sio rahisi. Ndio usalama wa Makonde. Sasa Wamakonde wanatufundisha kwanza ujasiri, lakini pia mapambo ya kudumu katika miili yao. Je, wewe na mimi, nani anaweza kuthubutu leo akachanja? Nani anaweza kuthubutu leo akachongoa meno kwa kutumia tupa au kutumia kisu kikali? Tafadhali tuendelee kupata mila na desturi za Wamakonde kupitia mambo kama haya. Wamakonde wana alama kubwa ambayo katika maeneo haya Afrika Mashariki na Kati, hata Afrika yenyewe, ni kabila pekee ambalo lilikuwa linajichora kwa kuweka alama maalum ya kiukoo na kujuana. Lakini ilikuwa kama pambo na baadaye ikawa mtindo wa kukimbia biashara ya utumwa. Asanteni sana wanafamilia wa moto wa Chinalulo. Msisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare, ili watu wengi zaidi wapate hizi habari zetu za mila na desturi za Wamakonde, kabila mojawapo lililopo nchini Tanzania. Kwaheri.